Sasa kuna kitu niwaambie, niwafundishe hapo leo kuhusu agano. Nataka nifanye hicho kitu muone kuhusu agano. Kwanza ukae ukijua kitu kimoja, agano kama agano, neno moja tu fupi, lakini lina maana gani? Lina maana ya kwamba patano. Ukisema agano maana yake ni patano. Na siku zote mapatano au patano, ukishasikia tu patano au agano maana yake aliko upande mmoja. Liko na watu zaidi ya ngapi? Liko zaidi ya ngapi? Hawezi kuwa agano afu huko mwenyewe na nani? Agano ni kuagana, ni kupatana na nani? Kwa hiyo agano maana yake ni patano. Patano hili lazima liwe kati ya watu wawili. Ikiwa ni makampuni, lakini ni watu. Maana kampuni ni watu. Kama hakuna watu hakuna kampuni. Ikiwa ni nchi na nchi, haina namna, lazima watu wawepo. Kwa cha msingi iko hivyo. Ama ikiwa kati ya mtu na Mungu, ni agano pia. Kuna agano kati ya mtu na mtu. Kuna agano kati ya Mungu na mtu. Ambao uelewe hayo mambo. Na kuna agano kati ya mtu na shetani. Ndio uelewe. Kuna maagano ya namna mbalimbali, lakini nitatoa tu hayo machache kwa mfano ili kusudi tusikae sana kwenye eneo hilo. Agano maana yake ni mapatano. Mnamjua leo urudie mara mbili sana. Maana yake ni nini? Patano. Sasa mapatano haya yako maeneo mbalimbali. Miongoni mwake ikiwa au mojawapo ni ndoa. Ndoa nayo ni agano. Ni agano. Ni patano kati ya mtu mume na mke. Ndio inakuwa ndoa. Kwa hiyo inakuwa ni agano. Wengi wamekuwa wakichukulia kitu simple tu kama vile ni kitu tumeoana tu. Unajua hamna. Mmefunga agano. Ndio maana kuna vitu mlitamka mbele ya madhabahu ya Mungu, mbele ya watu waliokuwa wanawasikiliza. Kuna vitu mlitamka. Yaani Mungu mlimfanya ashuhudie, na watu pia mkawafanya washuhudie. Lakini mapatano yalikuwa kati ya nyinyi wawili, mume na mke. Mlikuwa mnapatana ili kuwa kitu kimoja, ili kufanya maisha pamoja. Linaitwa agano. Wengi wamepuuza agano hili. Limewaharibia maisha yao. Limeharibu maisha yao na mfumo mzima wa maisha yao kupitia agano la nani? La ndoa. Popote mtu anapovunja agano, kunatokea athari mbaya. Kwa sababu gani? Kuna agano mmelivunja. Hata Mungu alipowaambia Wayahudi, aliwaambia, mimi nilikuwa mume kwenu. Mume manake, neno mume manake mtawala. Manake mtawala. Neno mume au kichwa kwenu ndio maana ya mume. Wewe mke sio mume, kumbuka hicho kitu. Anaambia nilikuwa mume kwenu, lakini mlivunja agano langu mimi na nyinyi. Naona anawaambia mkaabudu miungu migeni na mambo kama hayo. Mkavunja sheria zangu. Sheria maana yake Taurati. Mkavunja, mkaziharibu. Lakini sasa nitafanya agano jipya na nyumba hii ya Israeli, na nyumba ya Yakobo na Yuda. Agano jipya hili sitaliandika kwenye vibao vya nje, bali kwenye mioyo ya watu. Unaona? Lakini tunaangalia issue ni agano. Agano likiharibika, siku zote kuna athari hasi inatokezea, kwa sababu limeharibiwa. Hii ipo kwenye maagano yote. Nimetoa mfano la Mungu tu hapo, sababu ndio yeye ndio main character. Yeye ndio ambaye sisi kila kitu kwake ni mfano kwetu kwake yeye. Haleluya. Lakini kila agano popote unapolijua wewe, popote pale linapoharibiwa, na kimsingi iko hivi, agano ili liharibike, ni yeyote kati yenu atakayelivunja limeharibika tayari. Lakini agano kati ya mtu na Mungu
Mungu avunjaje agano? Anayevunja agano ni mtu. Mungu ni mwaminifu sana, anashika maagano, maana yake mapatano. Ukiona mtu na Mungu wamekosana, ujue aliyevunja hilo agano ni nani? Ni mtu. Unaelewa? Sasa lakini maagano mengine duniani, haya mengine, haya ya ndoa, kampuni kwa kampuni, si kitu gani, chama kwa chama, si kitu gani, haya mengine haya, kwa sababu nyinyi ni watu, mnavurugana nyinyi wenyewe, ndio mnapoliharibu lile agano. Na wengi wanapolivunja lile agano au kuliharibu, wanashindwa kuelewa, nimeharibu hapa, nitengeneze hapa. Anaacha liendelee kuishi hivyo hivyo katika uharibifu huo. Matokeo yake yanakuwa ni nini? Yanakuwa ni uharibifu. Hakuna heshima tena, hakuna weledi tena, hakuna tena namna ya maisha mazuri ya kukaa pamoja kwa utulivu na wema. Inapotea kabisa. Kwa sababu gani? Mmevunja pahali, au mmoja au wote wawili, na mkutaka kutengeneza au kurekebisha. Kwa mambo yake ni kwamba mnaanza kuona matokeo mabaya yakiendelea katika hiyo ndoa au hayo maisha yenu. Kwa sababu nini? Mmelivunja lile patano. Mnachukua kawaida, watu wanaoana pale mbele, kuanzia leo mimi wewe mke wangu sio nini na huyu naye, afu mnaona kama ni jambo la mmezungumza kawaida. Sikiliza, yale mliyosema madhabahuni pale, Mungu alikuwa shahidi, anasema, na watu waliokuwa pale ni mashahidi. Yale mliyotamka ni agano, yameshikwa na ufalme wa Mungu mbinguni, yako kabisa, yamesajiliwa. Kama hujui ndio uelewe, yamesajiliwa mbinguni, sio kwenye cheti cha ndoa, cheti kwa serikali, yamesajiliwa kwenye ufalme wa Mungu. Na falme wa giza pia na wenyewe yale maneno mliotamka unayasajili. Kama mjui ndio mjue leo, unayasajili. Kwa nini? Ndio hivyo. Ili nini? Shetani yeye ni mshtaki wetu. Kwa nini anayasajili? Ili kusudi nyinyi mkifanya mkikosea tu mlichokisema, jamaa anaanza na nyinyi moja kwa moja. Ibilisi wakati mmevunja lile agano lenu, Mungu akatulia kidogo, anajua mtatengeneza. Mungu ni Mungu akusubiri kutengeneza. Mungu hana haraka kuhukumu mtu hata siku moja. Mungu ni Mungu anaanza kuwazia mema kwanza. Ndio nakueleza mpendo, ukiona mtu anakuwazia mabaya muda wote, ujue huyo mtu ndani yake iko roho ya shetani. Ndio iko hivyo mpendwa, ukae ukijua. Niliwapa mfano Jumapili iliyopita, nikamwambia Kaini kabla hajamuua nani? Habili. Mungu alimwambia, tubu, dhambi iko mlangoni, inakuotea. Neno kuotea na kungoja, inakuvizia, ndio maana yake. Kwa hiyo anamwahi mwambie, maana tengeneza kwanza, maana una hasira nyingi, ghadhabu imekuja juu yako, ghadhabu nyingi sana, uso wako umekunjamana. Kwa hiyo sasa tubia kukunjamana kwa uso, tubia ghadhabu yako. Kuna dhambi inakuja, ghadhabu inazaa dhambi. Na jamaa alijua dhambi gani? Ikaingia dhambi ya kuua. Lilimua Abeli. Ni kweli si kweli? Halo? Ona Mungu anaanza kuwahi tatizo lisitoke. Na zote anasubiri nini? Kutengeneza kwa mtu. Shetani mkivunja agano. Kumbuka hii agano mlipatana wewe na mwenzako, lakini mbele za nani? Naomba muone, mbele za nani? Wala sio mbele ya shetani, ni ya Mungu. Lakini kwa nini na yeye anakuja kudaka mlioyasema? Ili mkikosea na mkuingia mbele yake yeye, wala amkufanya kiapo kwa ajili ya shetani, ni kwa ajili ya Mungu. Lakini ili mkikosea awe wa kwanza kuleta mashtaka, na ayatumie hayo makosa yenu kuanza kuharibia future yenu. Ndio sababu ya yeye kushika yale maagano shetani. Usema kwamba tumeapa mbele za Mungu, sasa shetani nisikilize. Shetani mambo yote ya haki, yote ya adili mnayoingia mbele za Mungu, mnayoyafanya, anataka ayajue, ili mkifanya kosa awe na sababu ya kuwatesa, awe na sababu ya kuhukumu kama hamna habari. Halo? Naongea na mwanadamu hapa anasikia? Naongea na mtu ananisikia hapa? Haya nawafundisha, ndivyo alivyo wapendo wa Mungu. Mungu anatuwazia aliyo mema tu, kutupa tumaini siku zetu za usoni, siku zetu za mbele. Ndiyo kazi ya Mungu. Lakini shetani
Shetani hawazi mazuri kwako bwana Joram. Anawaza tu ukosee uangukeje, full stop. Ukosee akupigeje, basi. Ukosee aharibu kitu gani, hicho tu. Kwa hiyo yeye anachofanya, anaangalia Mungu wenu umepatana naye kitu gani. Ndio maana Bible nzima Ibilisi anaijua. Ukiniambia mimi Biblia naijua tangu mwanzo mpaka Ufunuo, mimi najua yote, sawa. Shetani naye anaijua yote. Yote anaijua. Kamanda anajua yote. Alimfuata Yesu na maandiko. Imeandikwa hivi fanye, yani maana yake yale maandiko jamaa pishana nayo. Anajua Mungu amewaahidi kitu gani, anafahamu. Kwa hiyo yeye kazi yake anasoma yale, anajifunza yale, anaelewa yale kwa ajili sio ya mema, kuyaharibu ya kuyapinga. Mbona kwenye mihadhara unaona jamaa wa mihadhara wale upande wa pili wale jamaa zetu anajifunza Bible, anasoma, sio kama anataka aielewe Biblia imsaidie, no. Anaisoma huku akiwa tayari ana roho ya kupinga. Kwa hiyo anatafuta kama kuna kosa au tafsiri ambayo sio sahihi, sema ambayo tafsiri yake haieleweki vizuri, anaichukua tafsiri hiyo ambayo haieleweki, anaifanya iwe kosa ili kuonesha nyinyi kama nini mnakosea. Lakini unaona isoma kwa ajili ya kuielewa, unagundua unaelewa tofauti na anavyoelewa huyu. Huyu anayesoma kwa kupinga, huyu anayesoma kwa kuielewa. Lazima mtofautiane kufahamu Bible. Shetani naye iko hivyo, anaisoma si kwamba anataka aelewe, anaisoma ili aone ni wapi dosari itatokezea ili aweze kuharibia. Halo tuko wote, wanasikia vizuri hapo ulipo jamani? Ndio maana mnaona maagano yote ambayo mnayaona mnayafanya, hakuna agano au patano, niseme Kiswahili kizuri, ambalo mnalifanya eti shetani hayuko pale. Kakudanganya nani? Kila agano mfanyalo shetani yuko malangoni, anasikiliza. Hata ukisema naenda kuingia maombi nikafunge siku 3, usifikiri umeenda peke yako. Ukae ukijua shetani yuko kwa ajili yako, yuko pale. Ndivyo alimfanyia Ayubu, ndivyo alimfanyia Ibrahimu, kama hujui. Ndivyo alimfanyia hata Elia, ndivyo alimfanyia hata Musa. Huyu tunamsema Musa hivyo. Jamaa yuko hapo. Hata unaandaa hii sadaka yangu kwa ajili ya watoto wangu, kwa ajili ya kitu gani na nini, na hii iko pale kuvizia. Tunasikia sauti nakujia na kuambia wewe si ya nini? hii ungeacha, hii haina hata haja sana. Unasema likanijia wazo. Watu wengi wanafikiri shetani anasema kwa nguvu, mimi shetani, asemi hivyo. Analeta sauti ya wazo. Unaloamini ni wewe unawaza, ni wewe unafikiri. Na Mungu naye pia wewe na yeye. Sio mpaka kwambie mimi Bwana nasema hivi, no. Kuna wakati naye anaachia wazo ndani yako. Unasema na mawazo, unaanza kumwambia mtu na mawazo mawili haisei. Mbona sio hiyo kitu Na mawazo mawili yani napingana. Moja linaniambia hivi, wazo langu. Unasema wazo langu, si ndio? Linasema afu, lakini moja linasema hivi. Sasa ukishasikia hiyo sio wazo lako, hapo yuko Mungu, shetani. Kwa hiyo chambua yale mawazo, linganisha sawa sawa na Mungu achokisema, utagundua la Mungu lipi, la Ibilisi lipi. Ndio chukua hatua. Watu wanasema mimi sijasikia Mungu kabisa. Kakudanganya nani? Hakuna mtu duniani hajawahi kusikia Mungu. Hayupo. Dunia nzima hayupo mtu yoyote ambaye hajawahi kusikia Mungu. Hayupo mpendwa, hayupo mtu hajasikia Mungu. Hakuna. Ni wewe hujajua kupambanua nini? Roho. Anaongelesha sana tu. Anaongea na nyie sana tu. Ziko njia 7 za haraka ambazo ziko wazi, ambazo Mungu husema na wanadamu.
zote naongea na watu. Afu niambie sijasikia Mungu. Wewe unakuwa mtu wa ajabu sana. Unaongea kitu gani? Leo unaongea nini? Hujasikia Mungu? Basi hata ndoto je, hata ndoto za Mungu anakueleza hiyo ndoto hamna. Maono pia hauna. Sauti ya nani pia haijai kutokea. Wewe utaka ni muongo. Biblia hujaisoma. Au unafikiri maandiko ni kitu gani? Ni nini hiyo maandiko? Sasa ni nani ameongea? Sio kusikia Mungu mimi. Wewe unazungumza vitu vya ajabu wewe. Unakufuru. Mbele yako yuko nabii kasimama anakuambia mambo ya Mungu kuhusu wewe. Afu niambia sio kusikia Mungu. Unje kusikia Mungu? Nabii amekuambia hivi na hivi, alikuwa anaongea mambo yake, alikuwa anaongea kwake. Aliyetoa wapi? Na alikuwa anaongea kwa niaba ya Mungu bali ni nabii, lakini alikuwa anaongea na nani? Sasa unasemaje sijasikia Mungu? Nikutoka watu hawajui, unajua kishu issue ni kujua. Watu hawajajua kupambanua na kuelewa. Hapa anaongea nani? Hilo somo lika pembeni kidogo, niendelee na somo letu la agano. Sasa sikiliza kitu hiki. Naomba usome soma andiko limezoeleka sana hili. Mathayo 11. Mathayo 11 mstari wa 28, so anzia 28 mstari pale, anzia 28 ndio anzia hapo. 11 Mathayo. 11 Mathayo. Fungua hiyo, mnaijua, watu wengi mnaifahamu, watu wanaimba sana hii Biblia. Hili andiko wanalifahamu sana. Mathayo sura ya 11. Njooni kwangu ninyi nyote msumbukao, ndio, na wenye kuelemewa na mizigo. Naomba uangalie neno hilo mizigo hapo. Neno hilo mizigo ndio lina kitu, nitaongea kitu kimoja hapo ndani. Wenye kuelemewa nini? Najua nini jamani? Mizigo. Endelea. Nami nitawapumzisha. Unasikia? Endelea tena. Jitieni nira yangu. 29 hiyo. Jitieni nira yangu, Mjifunze kwangu. Cha kwanza nira yake maana yake kifungo. Sema amina. Amen. Neno nira maana yake ni nini? Kifungo. Anawaambia hivi, mjitie au mjifunge kifungo chake. Maana yake nini? Mjifunge agano na yeye. Anawaambia agano langu mimi ni laini, yake jepesi, yani sio zito, sio gumu. Nira ni kifungo. Kifungo maana yake patano au kitu cha kudhibiti, kwamba usitoke, usiingie, usiende, usifanye nini. Hicho ni kifungo fulani. Lakini kifungo cha yeye Yesu anasema hakina ugumu, hakina mateso. Yani kifungo anacho, lakini kinakuachia uhuru. Sio, unapata picha hiyo? Ni kifungo kama kifungo kingine, lakini cha kwake hakikukabi. Mbona wale ng'ombe wanaoima wale wanafungwa hivi? Ndio nira ile. Nira ndio iko vile. Kwa wale geuke hivi inabidi waende hivi. Hamna wakitegeana. Mmoja akipita mbele tu hivi, huyu anakabwa. Inabidi wawe pamoja hivi wasiumie. Nira hiyo. Hiyo ni ngumu. Ya Yesu anasema yake ni laini. Soma, endelea kusoma. Mjifunze kwangu. Kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, ndio, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Unasikia? Ile agano lake analofanya na nyinyi, anasema kazi ya kwanza, mtapata raha nafsini mwenu. Yani yeye haweki agano na mtu la kumpesa. Hafanyi agano na wewe la kuharibia maisha yako. Ona wenzetu wanafanya ibada za mateso, afu wanawacheka Wakristo. Nyinyi Wakristo nyinyi mnasali mara ngapi? Nyinyi kwa mwezi mnasali mara 4. Jumapili, maana mwezi na Jumapili 4. Kwa Jumapili 4. Kwa mara 4 nyinyi mnaabudu Mungu nyinyi. Sisi wenzenu sawa. Sisi wenzenu kwa siku tunapiga 5. Tunapiga ibada 5. Salatu al-fajr, salatu adhuhuri, salatu al-asri, salatu magharibi, salatu isha. 5. Nyinyi mnapiga Jumapili peke yake 1. Sisi kwa mwezi tunapiga nyingi. Maana siku moja tuna 5. Nyinyi 1. Sikiliza, kifungo chao ni kigumu. Nira yao ni ngumu. Ya mateso. Yani wao wanaabudu, sio wanaabudu, wanaabudishwa. Kuna kuabudu na kuabudishwa. Wanaabudishwa. Yani manake ni lazima kufanya hiki.
Bila hiki hakuna. Hiyo sio ibada. Yesu aliwatoa Wayahudi kwenye ibada hizo. Wayahudi waliabudu ibada za namna hiyo, za masharti. Ndio, za masharti. Huwezi ingia kwenye sinagogi mpaka utawadhe, uoshe miguu, mikono, kichwa, uingie ukaabudu. Ufanye hiki na hiki na hiki. Ukila kama hujanawa ukila, yani ni dhambi, ni najisi. Yesu akamwambia hii kitu hapana. Chakula kinaingia tumboni kienda chooni. Anawaambia hii sio unajisi. Unajisi ni mtu anachokitoa kwenye moyo wake kuja kinywani akitamka. Inamtia mtu unajisi. Anawaambia matukano yanatoka wapi? Moyoni. Mauaji yanatoka wapi? Moyoni. Anawaambia hayo ndio yamtia mtu nini? Unajisi. Sio kula kabla ya kunawa. Alikuwa anavunja mapando ambayo Mungu hakuyapanda. Yesu. Kwa ni maagano ambayo yalikuwa yanafanya watu wawe na shida, waone tabu, yani Mungu wao waone na watesa. Nikupe siri. Iko hivi. Ibada za kidini, narudia mara ya pili. Ibada za kidini, narudia tena, ibada za kidini zote ni vifungo vya kuwataabisha, kwa sababu ni lazima ifanyike 1, 2, 3 hiyo ibada. Lakini kuabudu Mungu katika roho na kweli, hii sio taabu. Kwa nini? Aliacha uhuru kwa watu, kwamba tangu sasa, anasema saa inakuja na sasa ipo, ambayo waabudu halisi wataabudu Baba katika roho na kweli. Manake hakuna haja ya kwenda mlima fulani, kwenda kwenye hekalu si wapi. Anawaambia hii ni individual. Kila mtu popote alipo atamuita Mungu pale, na Mungu atamsikia. Haina masharti, haina sheria. Haina sheria. Lakini ibada katika mwili ambazo ni za dini, ni lazima unawe, utawadhe, unataka kutawadha, kutia udhu, ndio uende nyumba itoe ya ibada, masjid au msikitini. Ndio ukiingia pale ndio utamkuta Mungu pale. Lakini ukiwa kwako Mungu hayupo, hiyo sio Mungu hiyo. Hiyo sio Mungu. Hiyo ni mateso. Lakini waabudu katika roho na kweli, asema Yesu, manake popote atakapokuwa akimuita Mungu pale, Mungu ataitika. Haijalishi ni kitandani kwako, Mungu ataitika. Mpendo, usifiki mchezo. Mtu mwingine eti anasema, kuna watu wa ajabu kweli. Eti mtu sauti ya Mungu amesikia kwenye ulimwengu wa ndoto au kwenye namna ya rohoni akiwa usingizini. Sasa yuko uchi, amelala usingizi uchi, hajavaa nguo. Sauti ya Mungu imemsemesha kwenye ndoto au kwenye maono. Sasa anataka aongee na Mungu, ulimwengu wa roho aongee na Mungu. Anadhani watu wa ajabu. Anashuka pale, atafuta nguo za kuvaa ili aongee na Mungu. Amesahau Mungu alimsemesha akiwa yuko vile vile. Anakurupuka, anatafuta nguo haraka. Akaongea na Mungu. Huo muda uliofanya hivyo, Mungu saa nyingi yupo. Unaanza, Baba Mungu niko hapa. Hola. Niko hola. Pale ulipota ile ndoto kitandani ukashtuka. Pale endelea na maombi hapo. Hamnielewi ninachosema? Hamjaelewa. Watu wanafikiri Mungu anaogopa uchi wako. Anakujua mama yangu. Anakujua kila, yani mpaka utumbo mwembamba, yani kongosho, firigisi, figo, anakuona. Tunavaa nguo kwa ajili ya wanadamu wenzetu, sio kwa ajili ya Mungu. Bwana Joshua, jina lako nani yako maana? Na sababu jina lako, wewe jina lako nani? Grayson. Hatuvai nguo kwa ajili ya Mungu. Watu wengi wanakosea. Tunavaa nguo kwa ajili yetu sisi, mimi na wewe. Haujaelewa? Waelewa? Yaani nguo ni kwa ajili ya mimi na wewe. Tunastiri uchi zetu mbele ya watu wengine. Mbele za Mungu tuko uchi sisi, hatuna mavazi. Au hujawahi kuelewa hilo somo? 4 Waebrania 13 mstari. Fungua hii. Ngoja uone kitu. 4 Waebrania anza 12 mstari. Waebrania sura 4. Anza 12, waelewe nazungumza kitu gani?
Sasa gari kava. Wewe alikuongelesha ukiwaje? Ukisikia pastor amekuja kwako body koko pastor, vaa nguo, njoo sebuleni tuongee, hana shida. Lakini Mungu amekusemesha mwanangu Teddy 1:35 anakimbia kutafuta mavazi. Kabati. Unaanza kumsikiza Mungu, unakimbizana na mavazi. Nini niko uchi? Nani kakwambia uko uchi wewe? Anakujua. Soma Biblia hiyo. Inasemaje? Maana neno la Mungu li hai. Sikiza hivi, neno la Mungu liko hai. Tena lina nguvu. Lina nguvu, Tena lina ukali kuliko upanga wao wote ukatao kuwili. Yaani kila upanga unaweza kuua mtu. Basi neno la Mungu ni zaidi ya huo upanga unaweza kuua nani? Mtu. Makali yake ni mangapi? Yako sehemu mbili. Endelea kusoma, Tena la choma hata kuzigawanya nafsi na roho. Sikiza vizuri, hilo neno la Mungu linaweza kugawanya nafsi na roho, likatenganisha. Sikia vizuri, endelea. Na viungo na mafuta yaliyomo ndani yake. Si unaelewa? Hata viungo vyako linagawanya na mafuta. Mafuta yako yako wapi? Yako nje? Ndani. Linagawanya. Endelea kusoma, Tena lijepesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo. Neno la Mungu mpaka mawazo yako ulionayo linayatambua mawazo yako ni yana gani. Unamficha Mungu kitu wewe? Soma tena, Wala hakuna kiumbe kisichokuwa wazi mbele zake. Kisichokuwa nini? Kisichokuwa mbele za nani? Za Mungu. So endelea kusoma, Lakini vitu vyote vi utupu. Utupu maana yake nini? Uchi. Malizia. Na kufunuliwa machoni pake yeye aliye na mambo yetu. Nani huyo? Mungu. Sasa kwani akujua pale umelala hujavaa nguo, Mungu alikuwa ajui? Baba kuongelesha. Wewe unafikiri unavaa nguo kwa ajili ya Mungu. Watu wengi wanafikiri hivyo. Naomba nikutotongotongo, sikubali, sio kweli. Sio kweli. Ulikuja uchi mama yangu, dada yangu, kijana, ulikuja uchi. Unajuaga hujui? Ulitokea wewe ukiwa umevaa nguo kweli? Siku unazaliwa. Ulivishwa nguo na nani? Na alikuvisha nguo mama yako, Kwa ajili ya nini? Watu wasifanye. Tukiingia shule tunaambiwa tunavaa nguo tujistiri, alafu tunavaa nguo tutunze joto la mwili. Hii imewekwa kwa ajili ya ujanja tu. Mungu alimuumba Adam na Hawa walikuwa uchi wale jamaa. Joto la Mungu, joto lao lilikuwa alipo. Lilikuwa alipo. Kuvaa nguo ni kujisitiri aibu yetu, miili yetu, maumbile yetu mbele za huyo Mungu aliye hai. Huna cha kuficha ndugu. Mungu akusemesha kwenye ndoto, ukaamka, usikimizane na mavazi. Ngombe Mungu nilikuwa nimevaa vizuri, ngombe Mungu pale mbinguni anacheka, anasema huyu angejua, yani hata haelewi. Yani anaona huyu. Sababu unajua Mungu akijua hujui kitu, hawala akukasiriki. Anajua usijui kitu. Kama mtoto wako unavomuona pale nyumbani anacheza hiki na nini, unajua huyu hajui. Kuna mtu anacheka, unaona anakuchekesha kweli. Maana anachokifanya hata haelewi huyu. Anakuchekesha. Umemkuta pale alamba sukari mtoto wako. Amekuona anajifuta, afanya kuangalia hivi. Unafanya nini? Anasema sifanyi kitu, alafu kajaa sukari huko. Wewe unacheka tu, unafanya kitu unacheka haya. Yeye anajua amekuficha. Lakini je, ni kweli amekuficha kweli? Wewe unacheka tu, unaona anakuchekesha. Unaona huyu ananichekesha, unaondoka zako.